yetu. Akasema nini? Nyikani maji yatateremka. Wadabona also inalata. Unaona kwamba hauwezi. Lakini kuna habari njema siku ya leo. Bwana anatingiza mbingu lake. Bwana anaachilia neema ya kufunguliwa leo. Bwana anaachilia baraka alizokuahidi siku ya leo. Hata shetani apige kwa njia gani? Baba amesema operation imeshaanza. Amen. Anaanza kutingiza mbingu. Amen. Anaanza kuachilia maadui wakiangamia. Amen. And that's why God says to Moses, usiangalie hawa Misri mnaowaona hamtawaona tena. Amen. Mungu wetu anatupa tumaini. Haijalishi mambo ni magumu kiasi gani, lakini yeye anaachilia njia pasipo njia. Amen. Aliambia tu Musa, kitu cha maana, simameni mnitazamie mimi. Na huyo ndio Mungu anayenena tena na Waisraeli mahali hapa. Kama tutakaposimama kumtazamia yeye, atatufungulia njia. Njia alizofungulia wana wa Israeli walipofika katika mto wa Shamu, wakakosa tumaini ya kuishi tena, lakini kwa sababu Bwana alikuwa anatenda jambo jipya, Bwana alijidhihirisha kwao. Amen. Alifungua njia ndani ya bahari. Wana wa Israeli wakapita. Miriam akapiga kelele kubwa sana kwa sababu jambo jipya aliona Mungu akitenda. Hakaweza kuangamiza maadui wote, wakaenda na maji. Hata hivi leo yule Farao ambaye amekalia moyo wako kwa muda mrefu, ambaye amekalia ndoa yako kwa muda mrefu, ambaye amekalia kazi ya mikono yako kwa muda mrefu, kunalo jambo la tumaini siku ya leo. Bwana anaachilia njia tena. Bwana anafungua njia tena. Bwana anaachilia urejesho tena. Bwana anaachilia chemichemi ya maji. Bwana anarejesha uhai katika biashara yako. Bwana anarejesha afya ndani ya mwili wako. Bwana anaachilia upako ndani ya uzao wako. Kama utasimama wima kumtazamia Bwana. Akasema nini tena? Akasema kama mtanirudia, nitajidhihirisha kwenu. Bwana anatamani kujidhihirisha kwetu, lakini kuna pingamizi ambazo zinaweza fanya Bwana akose kuwajibika kwetu.